yajibiwe sana na Mungu awe ndani yake. Hata ukisimama kuimbisha praise au ukisimama kuhubiri, Roho Mtakatifu atawale. Cha kwanza unatakiwa utawale mawazo. Hivi hapo utashangaa, kwa mfano 99% ya watu wametawala na shetani. Hapo Mungu hajatawala hata kidogo. Mawazo, kile unachokiwaza ndio kinachopata kibali kwa Mungu. Nisikie na makini, ili uweze kukua kiroho, ili uweze kukaa karibu na Mungu, ili uisikie sauti ya Roho Mtakatifu. Kuna watu hapa hawajawahi kusikia. Kuna watu hapa wananena kwa lugha lakini hawaelewi wanachonena. Mimi ni mvivu wa ibada, lakini unaelewa maana lugha za unasijua lugha. Mtu ananena kwa lugha mpaka ndani kuko sawa, hata navyo viwaza viko sawa na unanena muda mwingine mimi ni mwizi wa wanawake wa watu. Wauelewa? Yaani kuna watu ukimwangalia unasema huyu kasimama, kumbe kavunjika. Kemea majini. Anasema nakemea majini. Mawazo anachokiwaza. Anawaza pale amevuma macho, anawaza lile busu walopigana na mchepuko. Lakini hapa anawaza likapapukuzuki. Ni mtu mbona anahubiri matusi sana. Bora nionekane na hubiri matusi. Kuna wengine hapo wanaisikiliza, picha za uchi zimekaa kwenye mawazo yao. Unachokiomba zile picha za uchi zinaenda kuchinja. Ndio maana nasema mtumishi, mimi nimeomba sana, mtumishi sijibii. Mungu anasema uweze kufanikiwa nje ya mawazo yako. Uweze kumwona Mungu nje ya mawazo yako. Yaani wewe kwenye mawazo yako. Kuna wengine kwa wanasali lakini wanachukia majirani, wanachukia ndugu. Sasa kama mawazo yako yameruhusu kuchukia ndugu, Mungu ni pendo, apenda watu, ujue tayari wewe shetani ameshatawala mawazo, ndio unachukia. Kwa sababu Mungu ni pendo, akikaa ndani yako lazima utampenda. Yote hata likuumiza namna gani, lazima utampenda.